Nakwambia makosa ya kuepuka kwenye fedha ambazo nazimiliki. Mkuu, ni kuhakikishia nikaanza kuiwaza na aftatu yangu ambayo naimiliki niepuke jambo makosa hayo ni yapi ili iwe salama. Tunahitaji umakini sana katika kuzingatia haya ni makosa ambayo tunayafanya aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Kosa la kwanza ni kutoa taarifa zako za kifedha. Na hapa inahusisha, unajua kuna wale watu tu kwenye mazungumzo wanatamani kutoa taarifa zaidi, napokea shilingi ngapi, labda mwingine ana vikoba mwisho wa mwezi nitavunja nitapata milioni ngapi, au mipango yako ya maendeleo, yani mimi biashara yangu nikifungua itakuwa na faida milioni ngapi. Ni vitu ambavyo tunaviona ni vidogo, lakini si vizuri kushare hasa na watu ambao hawako karibu na wewe. Kwa hiyo ni muhimu, sisemi kwamba ukae navyo personal, lakini share na wale watu ambao unaona wana nafasi kubwa kwenye maendeleo yako au maisha yako kiujumla, kwa sababu kwenye kushare kwanza kabisa unawavutia watu ambao wana uongo. Maana mtu akisikia tu una hela anatamani ajisogeze. Kwa unaweza ukawa unasema nasaidia, kumbe unawasaidia watu ambao wanaweza kujiendesha. Lakini pia unavutia uhalifu na vibaka, kwa sababu si kila mtu anatamani, si kila mtu anayo fedha. Kwa hiyo akisikia unayo, mwingine anaweza akatengeneza mbinu ili aweze kuipokonya kwa nguvu. Jambo la pili, kushindwa kumudu matamanio yako kwenye vitu unavyovipenda. Na hili ni jambo muhimu sana, na sasa hivi hapa tunazungumzia vitu vitatu. Jambo la kwanza, entertainment, vitu unavyovipenda. Sasa hivi kuna watu mitandaoni, unaweza kuwa unapenda kukaa mtandaoni, ukajikuta unatumia bando jingi sana, bando la mwezi unatumia siku 3 tu unajiunga. Maana yake unatumia fedha nyingi sana kwenye bando katika kujientertain au kufanya kitu ambacho hakiingizi chochote kwenye maisha yako. Pengine kinakupotezea muda au kinazidi kutoa fedha na hakiingizi kwenye entertainment. Lakini jambo la pili ni fashion. Fashion na trend zinazoenda. Kila kitu yani kila siku vinatoka vitu vipya. Ukishindwa kujicontrol, kujimudu katika vitu ambavyo vinatoka, utanunua kila kitu na vingine hautavitumia, vitakaa tu ndani vinakumalizia fedha. Na jambo la tatu ni food and drink. Hapo sasa hivi kuna watu wametengeneza uraibu kwamba yani kuna wale wenzangu siwezi kulala mpaka nipate 1-2. Ukikaa ukatafakari unaweza ukakuta kwa mwezi unatumia hela nyingi sana ambayo pengine ni mtaji, unasema sina, kumbe kuna mahali tu unaipoteza kwa kujua au kwa kuto kujua. Kwa hiyo haya ni makosa ambayo ni madogo madogo kwa macho, lakini akikaa kwa muda mrefu yanaleta madhara katika ngazi ya mtu binafsi. Jambo la tatu ni kutokujali ulichonacho na kutokutumia bila mpangilio. Kutumia bila mpangilio. Yani kwamba kuna mtu hapa, kuna watu ambao wana mitazamo tofauti. Kuna mtu ambao ana mitazamo wa not enough mindset, au mwingine ana ile fixed mindset kwamba sasa hivi bwana ndo kwanza napokea mshahara 200, ngoja nikifika 500 ndo nitaanza kufanya mambo ya budget na uwekezaji. Hakuna siku fedha itatosha. Kwa hiyo unaweza ukajikuta miaka, yani tangu mwaka 2020 mpaka 25 hauna mabadiliko au maendeleo yote ambayo umewahi kuyafanya kwa sababu ya kuona hakitoshi au kutotumia vizuri kile ulichonacho. Lingine, jambo la 4, uraibu wa madeni. Na hili ni changamoto kubwa sana, kwamba mtu amekuwa na tabia muendelezo wa kukopa mara kwa mara. Sometimes hata hana uhitaji hivyo, lakini tu yani kashazoea, yani akikaa paka anadaiwa. Kuna mtu anasema yani mimi madeni sio changamoto kabisa. Hawezi kukaa bila kudaiwa. Usiazoelee madeni. Madeni sio jambo la kujisifia kwamba maana kuna mtu anadaiwa vikoba, anadaiwa na watu wanaomzunguka, anadaiwa kanisani, anadaiwa hadi kwenye ile mitandao ya simu na yuko tu fresh. Trust me, kuna siku itakupa shida zaidi na kuyalipa. Na madeni yana mahusiano na afya ya akili. Unaweza ukawa ufikiri vizuri au utafakari, una hasira, una panic haraka kwa sababu tu ya madeni. Kuishi maisha ya kupendezesha wengine. Na hapa sasa ni changamoto kubwa, hasa wakati wa sasa hivi. Mitandao ya kijamii tuliokuwa nayo na watu tunaoona wanaotuzunguka. Yani kuna mtu kuvaa kwake, gari anaoendesha, anatamani watu wamuone maisha yake yamefanikiwa. Ni kitu ambacho kufanikiwa ni jambo la mpango na kufanya mikakati, si jambo la kufanya watu wakuone uko vizuri. Na mtu yote ambaye anang'ang'aniza kuonekana, yani tunasema ni kama unaruka ngazi. Kuna namna tu utashushwa
ufike chini kabisa. Kwa hiyo hapo kwenye kupendezesha maisha ya watu wengine, ishi ndani ya uwezo wako, ishi kwa kufatisha bajeti yako. Na kuna mtu ananunua nguo, ananunua viatu ili mtu mwingine aone hii brand kali, lakini anatumia fedha nyingi sana bila kujitazamia hapo. Jambo la 4, usimkopee fedha mtu mwingine kama huna uwezo wa kumlipia deni lake. Na hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana hasa kwenye jamii. Kwamba yani alikuwa na shida, alikuja analia, sio akafanyaje, nikaenda nikakopa mahali, sasa hivi apokee simu, ibadilisha namba, hilo deni unalibeba wewe. Kwa mtu akija kwako, mpe option. Kama unataka kukopa fedha, hakikisha hiyo fedha utaweza kuilipa, au mwelekeze aende mwenyewe akaichukua hiyo fedha. Na usijisikie vibaya kusema hapana. Tujifunze kusema hapana kwa amani, yani say no with a smile. Jambo jingine, kukosa bidii lakini unataka matokeo ya haraka. Na hapa sisi hata kwenye vitabu vya dini, kwenye Biblia tumeandikwa kwamba umemwona mtu mwenye bidii atasema mbele ya wakuu. Unataka kusema mbele ya watu wakuu, lakini kile unachokifanya uko katika mikono legevu, mpaka tukukumbushe, mpaka tukufuatilie. Ni vitu ambavyo ni vidogo vidogo, lakini vina mahusiano na fedha yako. Hakuna mtu atakayekuamini katika mambo makubwa kama katika vidogo huwezi kuvifanya kwa ukubwa na umakini.